Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, na Mungu naye anajidhihirisha na jina hiyo hiyo, mimi ni Alfa na Omega. Na shairi nyingine katika kitabu cha Ufunuo 22 kwenye wana kiti cha enzi ni kimoja, ambamo munaikaliwa Mungu na Yesu. Ndio mashairi nilikuwa napenda tuyasome ili tujue Yesu ni nani kwa mjibu wa Biblia. Na shairi nyingine katika Yohane sura 14, wakati Tomaso alipomuuliza awaoneshe Baba, yeye akajidhihirisha yeye mwenyewe kama Baba. Ongeanza zile nukta za kwanza, kwa sababu ukiongeza hiyo nukta inakuwa nukta mbili. Ongeanza kusoma zile andiko unasema kwamba hapa Mungu alijiita kwamba ni mwanzo na mwisho, Yesu naye akatumia hiyo sifa. Asante Sheikh. Haya, tunasoma Ufunuo wa kwanza sura ya 8. Tunasoma, inaandika, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, yeye aliye sasa na aliyekuwa na atakaye kuja, Mwenyezi. Ndio tunaenda kwa shairi yake ya 18 na 7 na 18, inasema ndio, na nilipomwona nikaanguka kwa miguu yake kama mtu aliyekufa. Sawa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akaniambia, ndio, usiogope. Naam. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama mimi ni hai hata milele na milele, nami nina funguo za mauti na za Hadeze. Sawa. Hoja hapo ndio unasema unamaanisha nini hapo? Hapo kwa shairi ya 8, Mungu peke yake anajiita Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa shairi ya 18, Yesu naye anajiita mwanzo na mwisho. Inamaanisha kama Yesu, hakuna tofauti kati ya Yesu na Mungu kama maandiko mengine inashuhudia katika Biblia. Mimi nadhani hoja mzuri imesikika vizuri, hata kama mimi niko na jibu yenyewe ameshajibu, kwa sababu ameshasema kwamba Mungu hapa amesema na hapa Yesu amesema. Ndio inaonekana kwamba kuna msemo ambao Mungu alitumia na kuna msemo ambao Yesu katumia, kwa kumaanisha kwamba kuna Mungu na Yesu. Sasa bibi, umesikia hoja za mzee wetu hapo. Nitaka leo wewe naye mpelekane kiuzeuze kidogo kidogo hivi, kwa sababu asipokuwa na hekima zaidi anaweza kabaki njiani. Inshallah, karibu Sheikh wangu. Ningeongeza kidogo Sheikh. Samahani Sheikh. Naam, kama mkiniruhusu niongeze ingine moja inayofanana na hiyo. Inafanana hiyo? Ndio. Sawa. Isiwe nje ya hii, lakini isiwe nje ya hiyo. Maana usiongeze hoja nyingine. Sawa? Ndio Sheikh. Moja Yohane sura 5, tunaanza kwa mstari wake wa 20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Umemaliza hoja kweli kabisa. Yaani hapa inabidi usimame uje msikitini. Takbir. Mzee kamaliza mada yeye mwenyewe. Hapa ilikuwa inabidi tu yeye asimame hadi ashike ufa aingie msikitini. Sasa mzee, nimeshukuru sana, na mimi nikaongezea hoja nyingine yenyewe tenda nao akilini. Kuna muda fulani mtu anaweza akafanya fujo hapo, kwambia kwenye muhadhara iwe ya kwanza na ya mwisho, usikanyangake hapa. Sio lugha siko. Si watu wanaongeaga hivyo. Mimi kwamba ya kwanza na ya mwisho ukanyanga kwangu. Yaani pale kwako kuna kauli kama aliyosema Mungu, kuna kauli kama aliyosema nani? Yesu. Lakini kwako hakujaitwa Mungu, Yesu hajaitwa Mungu. Shababy, nilikuwa tunamkumbusha mzee wangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka ziada za rehema na amani ziende kwa kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpe maiki ndugu yangu. Unayo maiki? Unayo Dokta? Naomba rudia aya yake hiyo. Yohana, barua ya kwanza ya Yohana. Ndiyo. Barua ya kwanza ya Yohana sura ya kwanza mstari mdogo wa 12. Sio? Ndiyo. Kwa sura ya 5 mstari wa 12. Nasi twajua ya kuwa Mungu amekwisha kuja. Twende taratibu. Kaka yangu Danieli, kwanza habari yako? Salama, tunamshukuru. Habari za nyumbani? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Umeamka salama? Salama salamini. Karibu sana kwenye mkutano wetu. Nashukuru. Andiko linasema nasi twajua ya kuwa mwana wa Mungu ameshafanya nini? Amekwisha kuja. Mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu na nani? Na mwana. Mwana ni nani jina lake? Yesu. Kwa hiyo kuna Yesu na nani? Na Mungu. Tuendelee. Waislamu, sijui mnanielewa? Nielewa vizuri? Tunaenda naye taratibu. Endelea. Naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye. Naye huyo mwana ametupa sisi akili ili tumjue yeye. Mpe maiki. Yeye nani? Mungu. Aliyetupa akili nani? Mwana. Ambaye ni nani? Ni Yesu. Sawa. Kwa hiyo Yesu anatusababisha tumjue yeye nani? Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu na nani? Na Yesu. Kwa hiyo Yesu anakuwa sio? Mpe aendelee. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli. Mpe maiki. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Yeye aliye wa kweli nani? Mungu. Ambaye kamfundisha Yesu atuambie sisi. Sawa? Ndio. Maiki. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Ndani ya mwana wake nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ni mwana kwa Biblia, kwa mujibu wake Yesu ni mwana wa nani? Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anapokea maagizo kutoka kwa nani? Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu na nani? Yesu. Hoja yako nini mzee wangu, kaka yangu? Unakuwa mawapi Danieli? Inaendelea bwashe. Haya, mpe endelee. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Mpe maiki. Anasema huyo nani? Yesu. Huyo anayesema maneno hayo nani? Mwandishi. Anasema huyo Yesu. Hapajaandikwa Yesu, anasema huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kuna neno Yesu hapo? Hapo kuna neno Yesu? Kuna nukta kuna nukta, lakini kuna jina Yesu hapo chini. Mbele ya nukta kuna jina Yesu. Unaposikia, mimi najua wewe ni msomi. Ndio. Unapoona neno nukta, maana yake sentensi imekwisha, linaanza jambo lingine. Naamini wewe ni msomi. Unapoona kuna neno na, ni kiunganishi kutoka sentensi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo kama hapo kuna nukta, kwa maana kauli imefanya nini? Imekwisha. Uelewi wapi shehe wangu? Wewe utakiwa uwe dilali tu hapa, unachelewa bure. Danieli, umekuwaje? Aya, ukaenda kwenye Ufunuo Alfa na Omega. Si ndio hivyo? Ndio. Msomea andiko lake kwenye Ufunuo. Waislamu, raha sio raha?
Mimi nitakushangaa wewe Muislamu ukilitadi. Ubongo wako utakuwa umeingia mafuta ya taa. Unajua mafuta ya taa? Mafuta ya taa mnajua? Sio petroli, mafuta ya taa. Msomee kaka, Dokta. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8. Ufunuo 1:8. Msomee. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu. Mpe maiki. Kaka yangu Danieli. Andiko linasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Maana yake hakuna kingine. Huyo anayesema mimi ni Alfa na Omega ni nani? Ni Mungu. Anayesema hivyo ni Mungu, sawa Ndio. Kwa hiyo Mungu ndio Alfa na nani? Na Omega. Yohana hiyo Ufunuo 1:1. Tumalize hoja hiyo. Kumbe msemaji wa hapo ni Mungu. Mimi nafikiri Yesu. Ufunuo wa Yesu Kristo ndio aliyopewa na nani? Na Mungu. Kumbe huyo Alfa na Omega ni ufunuo wa Yesu aliyepewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu ndio Alfa na nani? Na Omega. Hiyo Alfa na Omega kaambiwa Yesu amfundishe nani? Atufundishe sisi. Hapo Yohana huyo ndio anafunuliwa. Ndio. Sio wewe, ni Yohana anafunuliwa. Na kwa leo ni sisi. Hiyo kwa leo umeweka wewe, lakini hicho ni kitabu alichofunuliwa Yohana wa Zebedayo. Tena akiwa gerezani, amefungwa na dola ya Warumi. Ndio. Kumbe unajua yote, kwa nini unataka kuja msikitini? Yote unayajua hayo. Na siri yote unaijua. Kwa hiyo huyo Alfa na Omega ndio aliyesema kwenye ufunuo wa Yohana 1:1, ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu ili kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi. Kwa hiyo huyo Alfa na Omega anabaki kuwa ni Mungu, sawa? Ndio. Ambaye Mungu alimpa maneno nani? Yohana. Alfa na nani? Na Omega. Omega. Kwa hiyo Yesu anakuwa sio nani? Kwa Yesu pia atasema. Yesu pia kwa verse ya tuambie sasa, tupe andiko. Yesu anasema mimi Yesu ni Alfa na Omega. 18. Tuanzie 17. Na nilipomwona nikaanguka kwa miguu yake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akaniambia, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Kuna jina Yesu hapo? Na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama mimi ni hai hata milele na milele. Nami nina funguo za mauti na za Hadesi. Ni nani huyo? Yesu Kristo. Kuna jina Yesu hapo? Nani aliyekuwa amekufa? Mimi sitaki nitumie akili zangu. Mimi natumia tu Biblia. Ukiniambia ni nani aliyekuwa anakufa, amekufa, hiyo sasa ni mada nyingine. Tunaenda kwenye mada nyingine, kweli Yesu kafa? Hiyo ni mada nyingine. Biblia hapo imeandika jina Yesu? Dokta, hapo kuna jina Yesu? Hebu rudia, kama kuna jina Yesu pigia mstari. Tunachionea na tunajisikilia. Jina Yesu hapa hakuna. Sasa Danieli, unawekaje hapo Yesu? Ndio maana mimi nikakuanzia kule juu, Ufunuo 1:1. Maandiko yanasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu ili kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwepo upesi. Kwa hiyo Yesu alipewa ufunuo na Mungu. Kwa hiyo Yesu akamfunulia Yohana wa Zebedayo akiwa gerezani mambo ambayo yatampata yeye Yohana. Tena akamwambia usihofu, usiwe na shida, usipate tabu.
Lakini hayo maneno yote msemaji ni nani? Ni Mungu, ambaye Mungu alimpa nani? Yesu. Na Yesu alimpa nani? Yohana wa Zebedayo. Shida yako nini mzee wangu? Tatizo nini utaki kuja msikitini umevaa leo kanzu nzuri Punjabi tena ya Kihindi? Unapendeza, bado kofia tu hapo. Shida nini? Mpe Danieli ndugu yangu. Kaka Danieli, shida nini ndugu yangu? Au kule kidogo kuna maslahi? Huko uliko labda kuna shekeli kidogo. Mimi sina dini, niliwahi. Dini unayo bana. Kama una dini mbona unasoma Biblia? Kama una dini wewe utakuwa ni mpagani. Mimi si mpagani. Kumbe una dini. Hapa mimi ni Mkristo, mfuasi wa Yesu. Hebu mpe huyo maiki. Ayubu 4:6. Ayubu 4:6. Sura ya 4 mstari wa 6. Kuogopa Mungu kwako. Ayubu 4:6. Soma hiyo nyingine. Soma nyingine. Una Biblia ngapi hapo? Iko nyingi hapo. Nilikuwa nasoma ya Danieli mwenyewe. Na hizi Biblia zenu zimechanganywa, utafikiri maharage, viazi, kunde umo. Alafu kila mwandishi anatoa Biblia yake. Je, dini yako ndio sio matarajio yako? Na matumaini yako ndio sio uelekevu wa njia yako? Ipe maiki Danieli. Hayo maneno unayaamini? Naamini. 100%. 100 unayashika? Kuyashika ndio. Sasa kwa nini una dini kama unayashika? Kwani dini zote zinatambua maneno ya Mungu. Dini zote zinatambua maneno ya Mungu. Kwa hiyo inatakiwa wewe uwe na nini? Zinatengua. Ndio. Dini zote ndio. Sisi yetu haitengui. Hebu tupe sisi moja tu ambalo limetenguliwa. Dini za Kikristo zote. Takbir. Kumbe ndugu zetu wapo hapa duniani kwa ajili ya maslahi tu ya dunia. Ndio. Na ndio maana sisi tunahubiri sehemu nyingi watu wamjue Mungu wa kweli. Huwezi ukamjua na Mungu bila kuwepo katika dini. Ndio. Ukiwa haupo katika dini, wewe ndio utaanza kuabudia mamiungu ya Mesopotamia. Utaabudia miti, utaabudia makaburi kwa sababu Mungu humjui, huna dini. Sababu Mungu aliweka dini ili watu aliyowaumba waishi katika mkataba. Mkataba ni mapatano baina ya Mungu na nabii yule aliyekuwepo, ili nabii awafundishe jamii maneno ya Mungu kupitia vitabu vya Mungu. Na ndio maana ukaona kuna vitabu hivyo 4: Torati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Haya maneno yote katika vitabu hivi watu waelekezwe katika dini, wajue dini. Wakishajua dini watamjua Mungu wa pekee na wa kweli na aliyewatuma manabii. Lakini kama huna dini huwezi kumjua Mungu wa kweli. Utamjuaje Mungu wa kweli wakati wewe dini huna, kitabu huna? Huwezi kumjua Mungu wa kweli. Mimi ninayo kitabu kitabu yangu ni hii na inashuhudia kama Yesu kweli ni Mungu. Hii Biblia ninayo hapa. Bado unajishuhudia Yesu ni Mungu? Ndio. Na ninao mashairi nyingi kama Yesu anashuhudiwa kuwa Mungu. Sikiliza andiko hili, mpe huyo kidogo. Yohana 8:14. Yohana sura ya 8 mstari wake wa 14 inasema. Asemaje? Yesu akajibu akamwambia. Sikiliza, hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe akajibu akawaambia. Yesu anasemaje? Hata nikijishuhudia mwenyewe mimi Yesu nikijishuhudia mimi mwenyewe, ushuhuda wangu ni kweli. Ushuhuda wangu ndio uchukueni kwa sababu ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu
ninajua pahali ninapotoka na pahali ninapokwenda. Kwa sababu mimi Yesu najua kule nilikotoka na najua mimi Yesu kule niendako. Huyu ni Yesu mwenyewe. Wazungu wanasema indirect speech. Kasema mwenyewe, hajasemewa. Tuko pamoja? Tunamuuliza wewe Yesu mwenyewe, tunakuuliza Yesu, ulitoka wapi na utakwenda wapi? Kwa sababu unasema ukijishuhudia mwenyewe ushuhuda wako ndio kweli. Kwa maana ukisema wewe mwenyewe maneno yako ndiyo kweli, kwa sababu unajua ulipotoka na unajua uendapo. Swali, sisi hapa hatujui Yesu alitoka wapi na atakwenda wapi. Sisi hatujui. Tumuulize yeye mwenyewe alitoka wapi na atakwenda wapi. Yohana 3:13. Yohana 3:13. Tena tunatumia Biblia ya Daniel. Hatusome ingine. 3:13. Mahakama moja. Unasema ngapi? 3:13. Geuka kidogo. 13:3. 13:3. Tumuulize yeye mwenyewe alitoka wapi na atakwenda wapi. Yesu akajibu. Yesu akijua ya kwamba Baba ndio amempa vitu vyote mikononi mwake. Mpe maiki kwanza. Andiko linasema Yesu aliyakuwa akijua Baba nani? Mungu. Sifa ya Mungu, si ndio hivyo? Kumbe Yesu anajua Baba ndio amempa vitu vyote. Mpe maiki, endelee. Amempa vitu vyote mikononi mwake. Sawa. Na ametoka kwa Mungu. Kisha maliza kabisa. Ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu. Mpe maiki. Maneno hayo anasema Yesu, Bwana Daniel, si ndio hivyo? Yesu mwenyewe anasema ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Atakwenda kwa nani? Kwa Mungu. Atakwenda kwa Mungu gani aliyakuwa yeye ndio Mungu? Aliulizwa pia kwa sura. Mimi nakuuliza hapo kwenye hayo ili tusimshike Yesu uongo. Yesu mwenyewe anasema hali ya kuwa Baba amenipa vyote mikononi mwangu, nami nimetoka kwa Mungu, nami ninakwenda kwa Mungu. Danieli, wewe unakataa, maana yake unamsema Yesu uongo. Na mimi ndio nakuuliza hivi, Yesu mwenyewe ametoka kwa Mungu, sawa? Ni Mungu gani? Mungu muumba. Kwa sababu yeye sio nani? Kwa sababu nani? Kwa sababu Yesu atakwenda kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu yeye sio nani? Yeye ni Mungu. Hapo kwanza andiko linasema Yesu aliyakuwa akijua Baba amempa vyote mikononi mwake, na hali akijua alitoka kwa nani? Kwa Mungu, kwa Baba. Atakwenda kwa nani? Kwa Mungu, kwa Baba. Atakwenda kwa Mungu gani aliyakuwa yeye mwenyewe ndiyo Mungu? Samahani shehe. Mitume pia walikuwa na hizo changamoto. Walimuuliza utuoneshe Baba. Kwa Yohane sura 14 hiyo haya bado haisemi. 14:6 Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Kama mngelinijua mimi mngelimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mnamuona. Filipo akamuuliza, Bwana, samahani pastor. Tangu sasa huyo Baba mnamjua na mnamuona. Kama mngemjua na Baba pia mngemjua. Very good. Mimi sikatai. Na sikatai kwa nini unajua? Sikatai kwa sababu Yesu wakati anahubiri maneno yake alikuwa hahubiri neno lilotoka nafsini kwake, ila kwa nani?
Kwa hiyo yoyote aliyeshika mafundisho ya Yesu automatically atakuwa ameshika mafundisho ya nani? Ya Baba. Ambaye Yesu anakuwa ni wakili wa nani? Wa Baba. Kwa hiyo anachokisema Yesu hicho ni cha nani? Cha Baba. Sio cha nani? Sio cha nani? Anasikia hapo. Takbir.